Katika Mizengwe wiki hii, Rais William Ruto alijipata akapewa kibarua cha kumfikishia salamu bintiye Charlene Ruto wakati wa mahojiano na kijana ambaye ni mmoja wa walionufaika na mpango wa Nyota awamu ya pili. Katika uzinduzi huo wa mpango wa Nyota, Waziri wa Elimu Julius Ogamba pia alijipata pabaya baada ya kijana kuchukua usukani wa mahojiano, huku waziri huyo akikosa nafasi ya kuuliza maswali aliyopania kuuliza. Mwanahabari wetu James Mwangi na Mizengwe wiki hii. Katika makala ya Mizengwe wiki hii, For a better tomorrow, we need a reader like you. Mahojiano ya moja kwa moja baina ya Rais William Ruto na kijana huyu ambaye ni mmoja wa walionufaika na mpango wa Nyota yalijawa sarakasi, hapa kijana huyu hata akitumia fursa hiyo kutuma salamu kwa bintiye Rais Charlene Ruto. Maybe a simple request. I need a selfie from you. Okay. I love you, Mr. President. Thank you, Dennis. God bless you. I love you too, my friend. Okay. And good luck. Now, salimia Charlene. Kando na sarakasi hizi, binti huyu aliamua kuomba nafasi ya kumkumbatia rais baada ya kupewa fursa ya kuzungumza na rais kwa karibu. How are you? Eh? Wewe hiyo haga ina mambo, nyinyi wacheni bwana. Katika mahojiano sawia, Waziri Ogamba naye alipatana na kijana mchangamfu kule Kisii, huyu akitumia sauti yake nzito kueleza alichokifanya baada ya kupokea fedha za mpango wa Nyota. What do you do? I'm a poultry farmer. You do poultry? I want to become a billionaire like William Ruto, our stable president. Hapa akionekana kutoa usukani wa mahojiano kiasi kwamba hata aliyekuwa na mhoji alikosa nafasi ya kuuliza maswali kama alivyokuwa amepanga. Next month I will be selling. Mkuje Msisoko ni wausie. Nyamusi. You are all welcome. There's a market there. Yeah. So. Katika mahojiano haya pia, Waziri Ogamba alijipata akifunzwa msamiati mpya. Uko kwa biashara gani? Ya poultry, lakini niliongeza nikafungua ka mpepe. Uliongeza ukafungua ka? Mpepe. Mpepe. Mpesa. Mpesa ndio mpepe. Today I will learn many things here. Haya basi, tumalizie na haya. Inaonekana waliosema kuwa Profesa Kindiki ni faya hawakukosea. Alipoalikwa kusakata densi pamoja na vijana kule Nakuru, Kindiki alitumia nafasi hiyo kuonyesha uwezo wake wa kusakata densi ya muziki wa kizazi kipya. James Mwangi, makala ya Mizengwe.